akafanya biashara nazo. Akachuma faida ya talanta nyingine 5. Vile vile na yule mwenye 2, yeye naye akachuma nyingine 2 faida. Lakini yule aliyepokea moja, alikwenda akafukia chini. Akaificha fedha ya bwana wake. Baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale. Akafanya hesabu nao. Sikilia mstari wa 19 nao anaanza kusema mtumishi wa Mungu. Rudia mstari wa 19. Baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale. Baada ya siku nyingi akaja bwana yule tajiri. Akafanya hesabu nao. Akaja yule aliyepokea talanta 5. Akaleta talanta nyingine 5. Bwana Yesu asifiwe. Tusiende tumalize huko, lakini hebu rudi unisikilize vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia Yesu anasema hapa, anajaribu kufundisha maagano lazima kuwe na sheria. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu yoyote mwenye maagano lazima uweke sheria. Lazima uweke kitu. Lakini akatoa mfano, akasema ni sawa na mtu aliyesafiri. Akagawa kwa watu wake fedha. Lakini alianza kugawa kwa mfumo huu. Wa kwanza akampatia talanta 5. Mwingine akampatia shilingi 2,000. Mwingine akampatia shilingi 1,000. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wote wakawa wamepewa. Lakini baada ya mstari wa ngapi anasema alikuja kufanya nao mahesabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapokaa kanisani umempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, lazima ujue, hatujui Mungu amekupa karama ngapi. Yawezekana una vipawa zaidi ya 5, kuna wengine ana kipawa kimoja, wengine wana vipawa 2. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano wa mujibu wa Biblia hapa inasema mwingine alipewa talanta ngapi? 5. Lakini mwingine akapewa talanta ngapi? 2. Mwingine akapewa talanta 1. Bwana Yesu asifiwe sana. Kesheni, haleluya. Nazungumza Pasaka inatukumbusha jinsi ya kukesha, jinsi ya kuwa watakatifu, jinsi ya kusimama na Mungu. Lakini nataka nikwambie, unapokesha unafanya nini? Yawezekana Bwana nataka tufundishe. Yawezekana unajua kukesha, lakini kazi yoyote unapewa, anasema mfano wake ni sawa mtu aliyekuwa amesafiri, ameenda mbali, akawaachia watu wafanye biashara. Bwana Yesu asifiwe. Talanta 5. Biblia inasema alipoenda bwana wake akapiga mahesabu, akaangalia wapi, akaenda kutafuta, akazalisha zingine zikawa ngapi? 5, zikawa 10. Haleluya. Kabla hajaja bwana wake, na mwingine wa 2 akaenda kazalisha talanta 2, zikawa nyingine 2, zikawa ngapi? 4. Haleluya. Hapa ndio penye mtihani wanao. Hapa ndio penye mtihani. Watu wamekuja kanisani, wamepewa talanta 1 tu ya kumwamini Yesu. Wamepewa talanta 1 tu ya kumwamini Yesu. Wamepewa talanta 1 tu ya kumwamini Yesu. Usikilize kwenye talanta ya 1 hii. Anasema huyu wa 1, anasema walipotoa mahesabu, anasema yeye alimwambia mtu wake, yule mtu akasema, nilijua wewe ni mtu mgumu, unapanda unavuna usipopanda. Nikaona wewe ni mtu wa ajabu. Sasa wewe Mungu unaona vyote. Nilinyamaza tu kwa sababu unaweza kuokoa. Nilinyamaza tu kwa sababu unaweza kufanya kile. Tazama, ile talanta ulionipa, nilienda nikafukia chini. Sasa chukua hiyo yako. Haleluya. Yamkini umekaa hapa kanisani, umefukia talanta chini. Leo nataka nikwambie, kwenye Pasaka hii fufuka akili yako, pokea uwezo wako. Hakuna. Huyo mtumwa aliambiwa, wewe unachua na panda, kwa nini usingeweka kwa noto riba? Sehemu nyingine anasema riba, wengine wanasema faida. Kwa nini usingepeka kwa hao? Usingempatia huyu ambaye nilikupa 3, pengine siwe na angezalisha zingekuwa 6.
kipimo mbele ya Bwana Yesu. Utendaji, kazi ya Mungu inataka utendaji. Lazima uzalishe katika kazi ya Mungu. Lazima uzalishe kwenye ufalme wa Mungu. Pasaka hii ni maandalizi. Haleluya. Pasaka hii inasema Pasaka, sehemu ya Pasaka ni kutoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukijifunza Pasaka ni kutoa. Hakuna Pasaka ambayo inatembea bila kutoa. Sadaka Pasaka ni kutoa. Wana wa Misri waliokaa kule walilazimisha kutoa. Hakuna sasa mimi sina, ni kutoa. Ambaye hakuchinja sasa ile kondoo katika mji wa Misri aliuawa na mtoto wake. Haleluya. Lazima utoe. Lazima utoe. Hakuna cha utajiri, hakuna cha masikini. Lazima utoe. Haleluya. Ninafundisha somo hili la Pasaka. Lazima tutahama kutoka kwenye kiwango ambacho tulikuwa tujielewi, tuanze kujielewa. Lazima uzalishe kwenye ufalme wa Mungu. Lazima uzalishe. Haleluya. Ninapozungumza watu wanaangalia fedha tu. Kuna vipawa, kuna karama. Wewe ni mwimbaji, umekaa hapo unasema mimi nikikuimba fulani atanicheka. Lakini roho ya kuimba ipo na Mungu amewekeza. Anapenda ili ukifika hapa ina mimi muda wa kuja kuimba nitakosa biashara. Nataka nikwambie hapa kwenye mawazo hayo, lazima uzalishe vipawa. Hela ambayo anazungumza hakutoa fedha kama pesa, alitoa karama na vipawa, aliwapa watu. Haleluya. Wakina Petro walisimama wakati wanatembea duniani, vivuli vyao watu walikuwa wanapokea uponyaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakina Petro ndio waliojasirika, wakasema kama ni wewe Bwana, niambie nitembee juu ya maji. Petro anasema kaza imani, angalia Yesu. Yesu anamwambia Petro, njoo kwangu. Petro anaenda anatembea juu ya maji. Paka wanakwambia watu lazima ujitoe. Lazima ujitoe. Kumbuka Petro anatoka kwenye chombo, anatembea kwenye maji. Lazima ujitoe. Haleluya. Ukifika kanisani kipindi cha Pasaka, anza kutambua Mungu anataka watu wakolewe, anataka majambazi wapone. Na anataka kwenda kopi. Ni wewe mtumishi wa Mungu, una karama ya kuwaendea majambazi, una karama ya kuwaendea wachawi. Haleluya. Haleluya. Kuna watu wana karama ya kuwaendea vibaka, wanaokaa wanasema yowe, naye anaweza kwenda katika njia hizo, halafu akawageuza wakarudi kwa Yesu kwa sababu ana karama. Lazima uzalishe kwenye ufalme wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Mtumishi Paulo anasema kwa watu waliokuwa kwa hawezi alifanya kama hawezi, kwa watu wanaoweza alifanya naweza. Katika hilo kumbuka Mungu amekipa kipawa, karama na mtazamo. Haleluya. Kanisani letu hapo nikafanya nini? Watu tumekuwa wengi, nikitaka kufanya na kutaka kufanya wengine. Na kuambia karama moja itanyang'anywa, halafu unatupa kwenye uko nje, na uko ndio kutakuwa na kusaga meno. Kaa tayari. Haleluya. Tunaitwa Pentekoste keshe. Sasa Yesu anaanza kukazia, anasema keshe, kwa maana mjui kama siku kesheni. Anaenda anasema kesheni. Anaenda anasema kesheni, kwa sababu Bwana Yesu alikuja duniani ili awahamasishe watu wakae tayari kumsubiria Yesu Kristo. Kama unakaa tayari, lakini watu hawa wengine walienda. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unaporudi kwenye kitabu hiki cha Mathayo sura ya 25, anafananisha, anasema kuna watu wanawali 10, wenye busara 5 na wasio na busara 5. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapoabudu kanisani hapa, yawezekana umekuwa kwenye mkumbo upi. Roho yako inakushuhudia, wewe mwenyewe unajishuhudia. Kama ni sehemu ya watu 5 wapumbavu, ni wewe mwenyewe
Pigia makofi Bwana Yesu. Nataka nikwambie, ukipokea nguvu ya Roho Mtakatifu, ukipokea nguvu ya Bwana, utatembea na viwango vipya. Hata kama walikuwa hakujui watakujua. Hata kama walikuwa hawakufahamu watakufahamu. Watakufahamu kwa sababu iko nguvu. Mtu akichazwa nguvu ya Roho Mtakatifu, alikuwa anaomba kidogo kidogo, lakini nguvu ikija, hata akiachama haogopi. Ukiona mtu anaogopa kwa hekima, anaomba kwa hekima, bado hajajazwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Anaomba anasema nisipanue sana mdomo, nikipanua sana wataweza kunicheka. Huyo mtu bado hajapokea nguvu. Lakini ukipokea nguvu, utaelewa nguvu ya Roho Mtakatifu itakusahaulisha kama una mtu mwingine, itakufanya uko peke yako, na ukiwa peke yako hakuna wa kukucheka. Tukiingia kwenye maombi hakuna wa kumwangalia mwingine, jiangalia mwenyewe. Bwana amekuita wewe, hajatuita sisi, amekuita wewe. Kwenye kanisa hili unaitwa wewe peke yako, amekuita. Hatufanyi wawili watufika kama makaburi mawili. Kila mmoja na kaburi lake. Bwana asifiwe sana. Sisi hapa tunaposema hatujui kwamba wewe utaondokeje, lakini neno la Mungu likupe nafasi ya kwamba mhubiri amesema Pasaka inatuhamisha tukae tayari. Anahamasisha watakatifu wakae tayari, wawe tayari kumwomba Mungu. Haleluya. Ninamwomba Mungu anipe nifundishe au nihubiri sauti inayoeleweka, angalau waliokaa ndani wakumbuke kwamba nimetembea hivi. Nimezalisha nini? Katika ulimwengu wa roho, nani anasema nini Mungu ndani yangu? Kipo kitu gani? Kusafiri kwangu kuko peke yangu. Hautasema mama, hutasema baba. Kila mmoja atasafiri peke yake. Unyakuo wa mtu mmoja kama mama mzee anazungumza, anasema kuna unyakuo wa mtu peke yake. Oh, haleluya. Haleluya. Yesu anasema watu watakuwa wanasaga kondeni, wanatuma kondeni, mmoja atwaliwa, mmoja achwa. Watu watakuwa na saga, watu wawili wanasaga, mmoja anatwaliwa, mmoja anaachwa. Tunaweza tukakaa kanisani tukaimba nyimbo pamoja, lakini mmoja atwaliwa, mmoja anaachwa. Katika jina la Yesu, leo Bwana Yesu akupe nafasi, usiwachwe na Yesu Kristo. Ijisikie roho ya Kristo. Wapendo wa Mungu, hili kanisa ndio kanisa makao makuu, ndio kanisa mama, ndio kanisa ambalo ni mama. Inatakikana lizalishe matawi, iwafikie watu wa Katavi. Inataka lizalishe, iwafikie watu wa Iringa, iwafikie watu wa Dar es Salaam, iwafikie watu. Hili kanisa ndio chimbuko. Mahali hapa panatakikana uwe neno la Mungu, ule neno la Mungu, upokee nguvu ya Mungu, ushinde neno la Mungu katika jina la Yesu. Ushinde neno la Mungu. Hata mtu akikutukana akuone umekufa kabisa.
mizigo, nami nitawapumzisha. Jifikeni nia yangu ni nyepesi, mzigo wangu ni mwepesi, na nia yangu ni laini. Haleluya. Tunaposema bali nia ya Yesu, jiungamanishe na Yesu kwa jina la Yesu. Jifunganishe na nia ya Yesu. Unapoamka jifunganishe na nia ya Yesu. Anakuta mambo ya kidunia yaliyokuwa yanakukamata, kwa sababu umefunganishwa na Yesu, yanakwenda kutoka, yanakwenda kuondoka. Zile laana ambazo zilikuwa na wewe, kwa sababu umejiunganisha na Yesu Kristo, anakwenda kuzigongomea msalabani, zinakwenda kubomolewa. Ile nguvu ya mabibi na mababu iliyokuwa inafuatilia uchumi wako, Bwana anakwenda kuigongomea msalabani, anakwenda kukuinua. Inuka na Roho Mtakatifu. Pasaka hii hautakuwa tashiba tena. Pasaka hii Bwana anatuambia. Haleluya. Haleluya. Unamwona Yesu wakati amefufuka. Kabla hajafufuka, Mungu siku ya tatu wakati Yesu amezikwa kaburini, siku ya tatu makerubi, malaika walishuka wakaliviringa ile jiwe iliyokuwa mlangoni. Yesu alizikwa kwenye kaburi ambalo hakuna mtu aliyekuwa ameingia. Lilikuwa kaburi jipya. Wakachukua jiwe kubwa, wakaviita, wakaweka juu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Wote ni unabii. Unaweza ukawa ndani yako kuna vitu vimekaa vimekubikwa na jiwe. Mwite Yesu alete jiwe liweze kuviringishwa jiwe hilo. Uchumi wako umefunikwa, nenda kwa Bwana Yesu aliviringishe lile jiwe, uchukue mali yako. Haleluya. Wanasema mtazameni hapa, hayupo kaburini, amesema amefufuka kama alivyosema. Haleluya. Ondoka kwenye kaburi la masikini, ondoka kwenye kaburi la watu wanakutukana, wanakusengenya bila sababu. Nenda kwa Yesu, mwambie Bwana Yesu, midomo ya watu hii nimechoka kusikiza habari za watu, naomba nipe tena basi, nihamishe katika jina la Yesu kwenye ulimwengu huo ambao wanapata kukusengenya. Bwana atakata midomo ya wasengenyaji, hawatakusengenya sasa, watatamani wakae na wewe, watatamani wakuangalie. Haleluya. Haleluya. Kaelewa vizuri. Yesu alipofufuka, yule ambaye walikuwa wamempiga, wamemweka na mpaka ya miba, alipofufuka akawatokea. Anasema ni mimi, jipeni moyo. Haleluya. Haleluya. Anasema nimepewa mamlaka mbinguni na duniani. Sasa nendeni mkawaambie, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho. Hapo Yesu alisema wakati amefufuka, kutoka huko nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Nendeni mkawafanye na kuwafundisha haya ninayowafundisha. Baba amenipa kibali nilifundishe kanisa la Pentekosti kwamba likae tayari isubirie unakuo. Haleluya. Pasaka inakwambia jiandae, Yesu atarudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukifika tu Pasaka ujue kwamba inakuhamasisha kwamba Yesu atarudi. Yesu atarudi. Haleluya. Na kama Yesu atarudi, atakukuta huko wapi? Atakukuta huko bado unasikilia mambo ya mila na desturi ambazo unaona zinakudidimiza. Pokea nguvu ya ukombozi, akutoe kwenye sehemu ambayo ulikuwa umekamatwa na mila, umekamatwa na mambo mengine mazito, hata mengine huwezi kusema kwa mtu, ila roho yako inakushuhudia. Kwa jina la Yesu, nipo mtumishi wa Mungu, nipo Kasabala. Bwana amenipa nisimame nitamani kama Mungu, nikisema neno la Mungu kwa jina la Yesu. Nitasema sana kwamba Yesu aliweza kushinda katika jina la Yesu. Kaburi aliweza kumshika, mbingu zilimpokea. Haleluya. Mwanaume gani ambaye aliweza kupaa? Ni Yesu Kristo. Alipaa machoni pa watu, akasema wanamtazama, atarudi kama hivyo mnavyomwona. Na simama na neno la Mungu. Bwana akutie nguvu. Muda umeenda, na chua watu wanaona ibada hii haitaishi. Haleluya. Haleluya. Simama. Ibada hii itaendelea tu. Ibada hii itakuwepo. Nimesimama mbele yako, nataka nikwambie jambo jipya. Tuko kwenye ukombozi. Tuko kwenye sura ya
na wao wimbi lote ambao lilikuwa linakamata kanisa la Mungu, nasema mapepo yote Bwana atayaondoa. Hatutakuwa na wagonjwa hapa kanisani, hatutakuwa na wadhaifu hapa kanisani. Shida zitaondoka hapa kanisani. Yule Mungu anayemwabudu anayesema uongo ni Mungu mwaminifu. Akisema amesema, tunatia mkazo imani ya Yesu Kristo. Ninaamini sasa hapa wapenzi wanapoendelea. Haleluya. Wale wenye shida wanapita mbele. Wale wenye shida, Mungu wetu ni mwaminifu. Wale ambao wameonewa, wanaonewa, hii ndio nafasi yako. Hii ndio nafasi yako. Nakwenda kumwambia kwenye madhabahu hii niliyopiga magoti. Umeonewa ya kutosha. Kazi ya Mungu inatamani iwaone watu wanajitoa kwa Yesu. Umeonewa na mambo mengi. Nimezungumza, nimesema maisha haya ya binadamu tunatembea nayo, lakini iko neema. Lakini iko neema ya Kristo. Ametuleta kwa chini. Ndio maana wanakuja, naona wakina dada wanakuja, wakina baba wanakuja, wanapiga magoti, wanahitaji neema ya Yesu Kristo isaidie. Na mimi naliamini neno la Mungu, na waamini uwezo wa Mungu. Magoti uliopiga